Hi, good people. I'm still on the mission to disseminate Finance Bill 2026. Let me tell you. Geneta Tahiti. You know why? Kwa sababu the experience Kenyans have been going through in the airport. Ukifika kama uko na kamuzigo na umenunulia mtu zawadi. Kasaa kama haka, to earrings kama hutu, to glasses kama hutu. Ka computer, ka laptop, to microphones tule tunawekanga hapa tunaitwa turapel. Ka laptop kazuri, ka tablet kazuri, ka simu kazuri. Kai, ile stress tulikuwa nayo airport. Ukifika tu hivi, watu wa KRA walikuwa wanakuangalia tu hivi. Utoe. Hata kama umeitoa makaratasi, hiyo kitu mpya umenunua ati ndio ionekane si mpya. Oi, inanaswa. Kunaswa kupelekwa pale. Hata kama haina price tag, wanaingia kwa Google kuangalia. Hii kitu market yake price ni pesa ngapi? Wanakuonga hiyo tax. Limit ilikuwa $300 and that is the law that we were using through the previous finance bills. Watu wameteswa airport. Watu wamelala airport kukosa pesa ya kulipia hizo duties. Watu wamewekwa jam. Ndege ya kutoka sijui US ikifika, wageni wanachukua almost 3 hours to clear. Wengine wakitoka sijui wapi, another 3 years to clear. Airport ilikuwa traffic, jam, traffic. Na sio traffic ya gari, ni traffic ya watu. Kwa sababu kuna delay pale kwa customs. Yani we were looking just confused. One day I was very even embarrassed when some group of tourists who are accompanied by locals, those we call tour guides, landed sijui from which country, and they were harassed. Mpaka nilikuwa nauliza, sisi kazi yetu ni kufukuza wageni ama ni kuwa embrace wakuja Kenya yetu? So finally, I think the executive wametusikiza. Sasa proposal ile wametuletea kule bunge katika finance bill proposal, wamesema wanapandisha from $300, that's roughly 39,000, ukitumia rate ya 130 Kenya shillings against the dollar, to $2,000. $2,000 is about how much? About 260,000 Kenya shillings. Sasa unaweza nunua laptop, unaweza nunua tablet, unaweza nunua camera, unaweza nunua, upgrade your cameras guys, upgrade your laptops, upgrade kila kitu nataka ku upgrade, now you can upgrade. Sasa shida ni hii. Ndio wajue vitu zako hazijapitisha $2,000. Si lazima utatoa pia. Lazima utatoa ndio wakague. So I think hiyo issue ya traffic na msongamano kule airport na kuharasiwa kule airport, kutoanishiwa nguo zako, walikuwa wanatoanisha nguo zako hivi wakitafuta hizo vitu. Bado mimi sioni ikiisha. Anyway, it's a progressive things. Wale watu wanaendanga Turkey, nyinyi mnaingianga ile ndege ya kwenda Turkey kuleta nguo hizi, jipangeni. Akiama nani ukiwa na $2,000, si utashop masanduku kama 4 ya shopping ya kuja kuuzia watu hapa. Tumeomoka. Watu wanaanza kuomoka. Yeah, this is nice. Kama unauzanga mobile phones covers, for example, mobile phones covers, sasa sijui kama watakuwa wanatuuliza ile maswali walikuwa wanatuuliza airport ya ujinga. Ukikuja na vitu 2-3 zinafanana, kama sasa ni laptop covers for example, wanakuuliza why do you have to buy 3, are you in business, na wewe kama kawaida unasema I'm not in business. Hata kama uko kwa biashara unaweza waambia. Sasa sijui kama hiyo maswali, because ni wao wame expand the tax base hiyo ya $2,000. Nikinunua 3 covers za simu ama ninunue lapel microphones 10, bora tu niwe within the range of $2,000, bado wataniuliza maswali. Those are some of the questions tutaenda kuuliza bunge tukidebate e-bill. Lakini I'm thinking it's a progressive bill. Majenzi wa Githunguri waliniambia nisiwe nasema ati progressive, mimi nasema crockett, ni crockett, crock. Tugoje to debate hii bill tuipitishe ama tuiangushe, lakini mimi naona iko tops. That is a very good thing. Wewe kama uko na just $1,000, chomoka.
enda Turkey, nunua vitu, kuja ng'ang'ana na wao pale Jomo Kenyatta International Airport. Kama utaweza kusmile, smile. Kama hutaweza, shida yako, lakini if it goes through, croquet.